Asubuhi ndugu zangu ni wapendwa, kumekuwa na mkanganyiko wa habari nyingi toka kipindi kile cha uchaguzi hata baada ya uchaguzi. Kisa tu maandamano ambayo yamefanyika. Jamani, niambieni tu jambo moja. Watanzania wenzangu, tuache kuishi kwa hofu. Hilo la kwanza. Hofu ni mbaya. Hofu itakufanya wewe upoteze maisha kabla ya wakati wako. La pili, tusikubali kufanya jambo lolote au kuendeshwa na hela. Kuna vitu vingine unatakiwa utafakari. Unafanya hilo jambo kisa tu labda unapewa pesa, tuseme bilioni 1. Hiyo bilioni 1 ndugu yangu, utaiacha hapa duniani. Utakufa, utaenda wewe mwenyewe kaburini. Utaiacha hapa duniani hiyo bilioni 1, watasema tu marehemu ameondoka, sijui ameacha nyumba, ameacha magari. Lakini wewe, je, hapo kaburini umeondoka na kitu gani? Tusifanye vitu ili tuonekane. Fanya jambo kile ambacho Mungu anakipenda, anafurahishwa nacho. Hebu tafakari. Unapofanya vurugu leo hii, kuharibu majumba, sijui biashara za watu, sijui kuua watu, unanufaika na nini ndani ya roho yako? Kwa nini huo muda ambao unaufanya hayo matukio usiwe mbele za Mungu? Tuache. Angalia kitu gani ambacho wewe umeruhusu. Kama umeruhusu subira, omba kwa Mungu subira uwe nayo. Tusifuatishe mkumbo, tusiwe bendera ufuata upepo. Yaani kitu kikienda huku sisi tupo, kitu kikienda huku sisi tupo. Hapana, sio nzuri. Tukiwa hivyo, Watanzania wenzangu, tukiwa hivyo, basi tambua kwamba hivi hatutofanikiwa kwa lolote lile. Jambo jingine, tutafakari tu kidogo. Jambo gani litashindikana kufanyika kabla ya tarehe 8, tarehe 7 au tarehe 6? Yaani kabla ile ya tarehe 9 ile. Jambo gani litashindikana kufanyika, lije kufanyika tarehe 9 au lije kufanyika tarehe 25 au lije kufanyika kipindi cha mwaka mpya? Hizi siku zingine hizi za hapa katikati jamani, tunaenda makazini. Misongamano huwa ipo.